So nianzie pale ambapo ilishare ile video ya kwanza. Hapo ukiangalia vizuri nilikuonyesha kwenye 2 hour ile video ya kwanza, maeneo ambako tulikuwa na uwezo wa kuikuta buy. Opportunity ya sisi kuanza kubuy ni hii point hapa. Ni kwenye hii point hapa. Unaona? Na hapa ndipo ambapo tunaweza tukakuta opportunity ya soko letu kuanza kubuy endapo litarudi. Hii ni masaa mangapi? Masaa mawili. Kwa masaa manne jinsi ambavyo inaonekana ni hivi. So mpaka ifike saa 5 ndipo tunatakiwa tuizingatie hii candle. Sasa saa 5 itatupa uhakika, lakini kwa masaa mawili mpaka sasa matokeo yetu yako namna hii kwa masaa mawili. Kwa endapo sasa hii masaa mawili ingekuwa imerudi sawa, ikarudi ndani ya masaa mawili, ingekuja tukaipata opportunity ya kubai hapa. Lakini sasa ndani ya masaa mawili bado haijarudi, maana yake tunaiangalia kwa masaa manne. Sasa kwa masaa manne endapo itakuja irudi, opportunity yetu ya kubai itaanzia hapa. Unaona? Endapo sasa ikiwa imeshafunga masaa manne above the stick, alafu ikaanza kurudi sasa kwa ajili ya kufanyaje, ya kuseli, sisi tutaikuta buy hapa. Haya, sasa tukiwa hapa kwenye haya masaa manne, sasa opportunity ya kusell tunaweza tukaipata at least wapi? Nataka nikuonyesha hapa. Tukiwa kwenye haya masaa manne, opportunity ya kusell itapatikana hapa kwenye ili eneo hapa, ndipo tutaweza kukutana na opportunity ya nini, ya kusell. Sasa hii opportunity ya kusell tutakuwa na riski kwamba tunaposell tuwe na uhakika kwamba sio trade yetu ambayo ni main. Trade main ambayo tunaizingatia sisi ni nini? Ni ya kubuy. Trade main kutokea kwenye analysis ya kuanzia kwenye monthly, wiki na days zinavyotuambia. Kwa hiyo H4 trade main ni nini? Ni ya kubuy, lakini opportunities za kusell haziwezi zikakosekana sokoni, kwa lazima zitapatikana. Unaona? Kwa sasa tutazikuta humu ndani. Sasa ili kuweza kuziona vizuri, ukishuka kwenye 15 hapa, kwenye 15 minutes, ukifika hapa kwenye 15 unaangalia structure. Je, structure yako sokoni unaweza ukaikuta wapi? Unaona? Structure yetu sokoni tutaikuta hapa, this point here. Hapa ndipo kuna structure ambayo ndio tunasema ni invalidation imetengenezwa at this point here. Ukiangalia vizuri hii ni invalidation at this point, na maana na retracement yetu unaikuta at this point here. Retracement utaikuta at this point here. Haya, ukiachana na hii invalidation ambayo ni normal, kuna new invalidation point ambayo ni hii hapa. Unaona? Na eneo ambalo inaweza kuretrace au retest before the new validation ni hapa. Kwa maana unaiona nini imeingia hapa na nini ambacho inakifanya mpaka sasa hivi. Nimechelewa kuiweka hii video, maana nimerekodi video ya kwanza nikajua nimefika mpaka huku, kumbe ilikuwa imeishia nusu. Kwa hiyo utaangalia na hii video ya pili. Kwa hiyo sasa imeingia hapa tayari, inaweza kufanya je na sell. Sasa hii sell yetu ili tuweze kuiverify kwamba itatupa kiasi gani cha profit, unashuka mpaka kwenye nini, kwenye 5 minutes. Kwenye 5 minutes unakuja kuangalia sasa, baada ya kuingia ili soko letu baada ya kuwa limeingia sasa humu ndani, je, kendo zimefanya nini? Haya, ukiangalia baada ya hii kendo ya kwanza kuingia, hii kendo ya pili iliyokuja kuingia hapa ni kwamba imevunja ime close below the body and below the candlestick. Kwa hiyo ukiingia wewe sasa sokoni, maana yake moja kwa moja umeweka entry yako. Unaona? Umeruhusu entry yako at this point here. Wewe sell yako utaiweka above, juu kidogo ya hii candle ambayo ina buy hapa, ambayo hii candle ya kusell ili close below the body and below the candlestick kama nilivyokuelekeza video zilizopita. Alafu first TP yako ya kwanza utaiweka at this point here, TP yako ya kwanza, na second TP utaiweka at this point here.
at this point here. Okay, kwa hiyo hizi ndo TP zako mbili ambazo wewe utakuwa nazo sokoni, na obviously soko linaweza likafika mpaka kwenye hii second TP alafu likarudi kuendelea kubai, ama linaweza likaendelea mpaka liweze kufika kwenye lile eneo ambalo tuliliona kwenye H4. Baada ya kufika saa 5 tutaona kwenye H4 jinsi gani soko limejitengeneza hapa. Mpaka itakapofika saa 5 tutaangalia kwamba soko limejitengeneza namna gani hapa, ili kuweza kupata opportunity ya kubai kwenye ile eneo. Kwa hiyo litatoka lina sell huku, likifika ile eneo mpaka kufika saa 5 kama kutakuwa kumejitengeneza namna ya kubai, litaanzia kubai hapa kisha litaendelea. Kwa opportunity ya kusell iko hapo. Samani video nilitengeneza sasa, kumbe sikujua kwamba video yangu imeishia kwenye analysis ambayo tulikuwa tumeiona kwenye H2 tu pale. Kwenye zile opportunity ambazo nilikuwa nazionyesha kwenye kubai, sikujua kama imefika mpaka huko. So tutaonana wakati mwingine pia tutakapokuwa tunaendelea kuanalyze haya masoko jinsi ambavyo yanafanya. Kwa ukiangalia hapa hii entry jinsi ambavyo imeingia na sell, first TP, second TP na third TP kwenye 15 minutes utakutana nayo mpaka at this point. Naweza kukwambia at this point here, ama at this point here, ama at this point here. Ni vyovyote, ili mradi tu wewe unatakiwa hakikisha kwamba SL yako endapo market inarudi vice versa lazima utoke ukiwa na profit sokoni. Tutaziangalia pia zingine wakati ambapo tutakuwa tuna muda mzuri zaidi.